Wakati tulikuja kwenye season 5, tulikuja tukafanya tour kama hivi ambavyo tumekuja, si ndio? Wakati watu wakiuliza process ya wanawezaje kuanza kulima, ndio kama vile nilisema kwamba wengi wetu hapa ni vijana na kila mtu anakuja hapa ana expect kitu kivyake, si ndio? Sasa vile tu walivyoona ukubwa wa haya mashamba kwamba yanakodishwa yakiwa yanaweka 15, na mshua walikuwa hawajajipanga kwa ajili ya eka 15. So kutoka kwenye hiyo season 5. So kutoka kwenye hiyo season 5 wakajichagua watu waliokuwa tayari kuungana ili walime. So huyu hapa ni mmoja wao kati yao vijana wengine wa ngapi jumla? 6. Kwa vijana 6 wakaungana, wakakubaliana kwamba tukodi ploti moja, tushirikiane wakati wa kulima mpaka tuendelee. So hii ploti unayoiona hapa ndio ploti ya hawa watoto hapa. Na vijana wengine wako 6, kwa hiyo huku wakija wanakuja kwa zamzamu. So anakuja mmoja labda wakati wa kusimamia zoezi gani atakuweko hapa na hao wafanyakazi, akirudi da anakuja mwingine, anarudi anakuja mwingine, hivyo hivyo wanaenda. Sasa hivi tunaona mpunga wao uko vizuri. So wana uhakika. Kwa nini nakuambia hivi? Kwa sababu inawezekana kuna mtu hapa akakata tamaa kwamba mimi sikujipanga kwa ajili ya eka 15. So kutoka kwenye hii team wakiweko watu serious, nasema tena wakiweko watu serious, yani hata hawa wanajua. Wakati mwanzoni waliniambia tungetamani kuungana, nikasema kwanza before muungane ni lazima tujue hao watu how serious wako, kwa sababu kilimo ni biashara inavutia hivi kuisema. Tukija kwenye action na anajua wamebaki 6, walikuwa 7, mmoja alikimbia, si ndio? Ave anapiga picha, okay? Mmoja alikimbia. Kwa nini? Kwa sababu kwanza walifungua mkoba. Mkoba sinakuwezesha wote mnakuwa wanachama humo, then mnaanza kuchangia hela, si ndio? So walianza kuchangia hapo. Huyo mmoja nafikiri sio labda ratiba zake hazikwenda vizuri, so aka drop. Kwa hiyo hawakutaka kumreplace mtu, wakaendelea wenyewe hao 6 waliokuwepo. So hapa wanaweka kama 15 na unaona mpunga upo kwenye hali nzuri. Hata mimi nina hakika kwamba uhakika wa kuvuna upo kwenye shamba la namna hii. Kwa hiyo pia kwenye timu kama hii mlionayo wakiweko watu serious, kwa sababu ni lazima wawe serious, kwa sababu mtu akidrop katikati lazima kichwa kitawauma, si ndio? Ni lazima watu wawe serious kwamba wanaweza kuwa committed kulima. Na kwa ajili hiyo, kwa sababu shughuli ya kulima si haianzi leo, maana yake mnaanza kujipanga mapema, kujisajili, sijui hivyo mnavyofanya. Kwa mimi niliwaambia hawa kwenye kundi lao, na mimi niwemo humo tu, just kuwa guide, kuwasaidia kuona nini wanafanya, kama kitu cha kuwashauri. Lakini kwa sababu mimi nimekuwa nalima huku muda mrefu, wasimamizi wakiwaambia kitu na double check kwanza, kuangalia hicho alichoambia ni kweli au sio kweli, just kuwa guide, kuhakikisha hawapati hasara unnecessary, sio? Kwa hiyo mnaweza kuwaza hivyo pia kwenye timu ya namna hii. Hapakosi watu walio serious, wanataka kilimo, labda kujipanga mtu kulima eka 15. So tunavyoendelea kufahamiana, mnaweza kupata timu ya watu hapa ambao mnaona mamoja, mnakusudia na mkajikuta mnaweza kuinvest kwa pamoja kwenye kilimo. So nina hakika hawa watoto by next year hawatakuwa na ploti moja, kwa sababu tayari wanao mtaji. Manake ukivuna tayari ni mtaji wako wa kukuwezesha kuongeza ploti nyingine, si ndio? Kwa hiyo hii ni kukuonyesha kwamba inawezekana. Kama hawa madogo wameweza, manake kumbe ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo nitamani mlione hili, ili mtu awe inspired kwamba katikati yenu kuna watu walijaribisha na wameweza. Na I think hicho kikundi sio kinasajiliwa, sio kinaitwaje hiki hapa. Kwa hiyo wanasema mambo kwa ushahidi, si ndio? Nataka upate hasira, ili tukitoka hapa sio useme au ulimi kwa sababu hawaja kusupport. Okay. Si unaona hiki hapa ndio kikundi chao, kinaitwa Shamba Tour Field. Wao walikisajili kwa jina hili. Sasa hii unaendelea huko, si unaona na mimi nimo. Mimi kazi yangu ni kuangalia tu. Kwa hiyo hapa ni wanatuma, kwa mfano wanajua kabisa zoezi litakalofuatia hapo labda litakuwa ni palizi.
tuanze kutengeneza hela kwa ajili ya palizi. Kwa hiyo kila mtu wanakubaliana wao, labda kila mtu atume kwa mwezi amount hii. Kwa hiyo una 20,000 unatuma. Shingapi unatuma mpaka uikamilishe ndani ya mwezi ile amount ambayo mmekubaliana. The end of day ikifika wakati wa kupalilia anatumwa tu mwakilishi mmoja anakuja huku anasimamia zoezi la kupalia anarudi hawaji kwa pamoja. Kwa hiyo inawasaidia ku maintain, lakini itawasaidia pia kuwapa matokeo kwenye hili. Kwa hiyo ni option nyingine ambayo mnaweza kuwaza engo hiyo na ikawapa matokeo. Kuna mtu ana swali kwenye eneo hili? Naam. Sasa hiyo kwenye kuvuna ndio hata mimi sijui. Kwa ajili hiyo ndio watapanga wao wakichavuna kwamba bwana tumeshapata gunia zetu hizi hapa 500. Tunafanyaje? Tupige pasu kila mtu ajiwekee zake au tufanyaje kwa kadri ambavyo wao wataona inafaa, kwa sababu huko ni issue binafsi. Cha kwanza, afadhali umeuliza hivyo. Cha kwanza, haya mashamba hayakodishwi eka 5 that's number 1. Kwa hiyo cha kwanza hili shamba linakodishwa zima na ni lazima akodi mtu huyu. Hatuwezi sisi watatu tunakodi shamba moja hawa wapi? Si ndio? Maximum ni bei gani plot moja? Those are details. So hizo ndio tunasema jioni tukirudi tutazipitia hizo kwenye malipo tuliyolipa mwaka huu, waonyesha in details kwamba shingapi shamba kama hili lote. Kwa hiyo liweke hilo swali jioni tukikaa, ndio ma details ya kuyajua, si ndio? Sasa kwa ajili ya kujibu hilo swali, ili shamba likodishwi kwa watu sijui wawili, sijui watatu, sijui watano. Linakodishwa kwa mtu huyu mmoja, alafu yeye huyo mtu mmoja ndio jina lake linasomeka huko. Lakini nyinyi mkija kujua sasa, ambacho kitu kizuri mnachopaswa kufanya mkiwa watatu ni nyinyi tu mjue kwamba kila mtu amelima eka 5, lakini shughuli zote ziende kwa mara moja ili msisumbuane. Kwa nini? Kwa sababu ukisema hivi wewe ulime eka 5, wewe eka 5 mimi eka 5, time ambayo wewe unapanda labda mimi sipandi, wewe unataka maji mimi sitaki maji, so unaona mziki utakavyokuwa. Alafu mimi ndio niko hapa mwanzoni, ndio mlango unapitia hapa, maji lazima yapite kwa tutagombana. Kwa hiyo ni lazima tulime kwa pamoja, yani ni eka 5 kimoyo moyo, lakini wote tunalima. Kwa hiyo kazi zote zinaenda pamoja. Wakati ikifika kuvuruga tunalipia wote, trekta linakuja linatuvurugia, then tukivuna mpunga sio maji, mpunga unapakiwa kwenye magunia. Kwa hiyo tunajua tumepata gunia 500, kama tunagawana ndio tugawane kwa 3. Sasa gunia 500 instead of kugawana heka, kwa sababu itatusumbua wakati wa management ya shamba. Kila mtu ndio nimekuonyesha hapa kwenye group lao. Kwanza wao wamekubaliana kwamba kila mwezi kila mtu ni lazima aingize kiasi kadhaa ambavyo wote wanafanya. Kwa hiyo ukiangalia haya message ninasoma fulani ameingiza shilingi fulani, shilingi fulani. Alafu ukitoka hapa wana group la WhatsApp na huko pia niko nasikiliza mtu anasema bana mimi nitamalizia najitahidi nimalizie hii. Kwa hiyo ni watu walio committed hasa, na kama huyo mwenyekiti wao ni kama yule aliyoimba ile nyimbo ya J Combat. Unajua nyimbo ya J Combat? Haujui ile sicheki na wote. Sasa sio unasema hivyo. Yaani huyo mwenyekiti unafikia anacheka. Kwa sababu unajua yani hivi unajua kinachotokea? Mnaharibu mpunga. Kwa sababu tukianza kusema bwana mimi sijapata, unajua najivutavuta mwaka huu. Hii ngoma ikifika time ya kupalilia haimsubiri mtu, inabidi ipaliliwe. Ndio maana yule mjamaa mmoja aliposema tu mimi unaona bwana kama umeshindwa tunakushukuru, akadrop wakabaki 6. Unamdai nani tena? Ndio hivyo vitu vya kukubaliana mwanzoni tu kwamba tukishaanza hii shughuli ukidrop ngoma imeondoka. Naam. Yani kama vile umeniibia sio mawazo, ndio kitu nimekuja na kuambia. Lakini hawaniamini hawa. Sasa naomba waambie waniamini. Sawa. Unaona hawa wameweza. Kwa hiyo jamani, the thing is nitawaambia tena. Mnaona hii tumekutana leo kwa mara ya kwanza, tumefahamiana, si ndio? Msimu wa kulima unaanza mwezi wa 9. So we still have enough time kujifahamu. Yaani wala sio mtoke hapa kesho mkaunde group hamjajuana bado. Nimo humo mimi nimejaa tele. Mimi group kuanzia la season 1 nimo mpaka sasa hivi tuko 6. Hayo magroup yote nimo humo. Kwa mimi kazi yangu ni kuassist vitu ambavyo mngetamani kujua, mngetamani tushauriane. I'm just there 100%. Ila I don't participate
mimi nakushauri tu, afu nawaacha nyinyi watu wazima pia mna decide. Yani siwezi kuwa pia nani una dictator. Cheni, mimi nashauri tu, mnaonaje mkifanya hivi na hivi itawapa matokeo. Ukisema sisi tunafikiri hivi ni sawa pia, kwa sababu sio lazima mtumie idea zilizo used, si ndio? Kwa hiyo hilo ndio jambo la msingi. Kwa hiyo mna time ya kufahamiana, tafuteni nafasi ya kufahamiana, zungumzeni. Ndio maana tupo kwenye ile group. Umeona? Jua huyo mtu how committed is, ana uwezo kweli wa kuweza kutoa hela kwa msimu, kwa sababu tunaanza mwezi wa 9 kulipia labda shamba, si ndio? Umelipia shamba. Tukitoka hapo ni back to back kwa miezi 6 mfululizo ni kutoa hela. Hiyo ngoma inawezekana? Yani mnajiuliza mara mbili, utaweza? Kwa sababu ukidrop katikati hamna mtu wa kukurefund. Watakurudishia vipi watu hawajavuna na wote wanaweka hela pale? Kwa hiyo mnaweka kabisa haya maelekezo kwamba ukishindwa katikati sisi tunaendelea na safari. Yani usio kaja kutudai tena utegemee tutasimamisha kazi tuanze kukulipa. Hiyo time itakuwa hamna mtu ana hela wakati huo, si ndio? Kwa hiyo hivyo vitu ndio mnaweza kuvifanya mkikubali. Na sio lazima mwe watatu. Hizi ni eka 15. Mnaweza kuamua kujaribisha mlime eka 2 si mna, it's just a trial. Kujaribisha. Kwa hiyo kama ni eka 15 mkilima, kila mtu angelima eka 2, eka 15 ni watu wangapi wanapaswa? Watu 7 almost, sio? Yeah, watu 7 mkilima, kwa sababu kwanza mtachangia hela ndogo kwenye huo mzunguko, haitakupasua kichwa, lakini pili inakuwa experience very tangible ya mmeona kabisa kwa vitendo. Changamoto umezijua, so next season ukiamua kulima hata peke yako unajua ups and down zote. Kwa hiyo inakuwa rahisi. Sisemi hivyo ili lazima mchanganyike, unapima tu msuli. Ukiona mwanangu unatoboa 15 peke yako, why not? Unajilipua tu mwanangu, unakaza, ngoma inaenda, si ndio? Kuna swali kwenye haka kaeneo. Nitaka muone hii ili mjue inawezekana. Ili ukitoka hapo usitoke sasa tutaanzaje, inawezekana. Wameweza mwanangu. Si ndio? Inawezekana. Haya, kuna lingine hapa? Okay. Sasa tukitoka hapa tunaweza kutembea tuende kwenye kale kibanda niwaonyeshe vile vibanda ambavyo vinajengwa. Ni simple. Yaani mkiamua kulima mnajenga kibanda kama kale, hamwezi kufeli wanangu, si ndio?